kiu ya Elisha ilikuwa kupata alicho nacho Elia. Na mimi najua kiu yako leo ni kupata alicho nacho Kristo Yesu. Kikufushe tena, kikufushe tena. Kama wengine walioshuhudia, mmoja alishuhudia akasema ameenda kazini na ana mamlaka, lakini wamemfanyia vya kumfanyia, wamemnyima kila kitu, lakini Bwana alipoingilia kati, vitu vyake vyote walivifungulia. Baadaye kulipota, anambia tupigie simu tu wala usije, manake alicho nacho ndani, Bwana wa mabwana, simba wa kabila la Yuda yuko ndani yake. Kila wakimtazama hawamtazami yeye, wanatazama kilichoko ndani yake. Na mimi nimejua leo hii Bwana ataachilia kitu ambacho hata majini yakitazama hayakuoni wewe, anaona aliyoko ndani yako. Yakitazama yanamuona aliyoko ndani yako, wanaona vazi ambalo Bwana amekuvisha siku ya leo. Moyo wako uachie kwa Bwana. Leo ni leo kwa ajili yako. Leo Bwana aliifanya siku ni kwa ajili ya kwako. Leo Bwana ananiambia ni kwa ajili yako, ni kwa ajili yako. Vitu vingi vya kila ambavyo adui amefanya, Mungu atafanya leo. Bwana ananiambia atafanya. Bwana atafanya kwa ajili yako. Tamani umkafie Bwana. Wewe si mtu wa kawaida. Wanakuona wa kawaida kwa sababu ya kitu fulani kimepungua, lakini Bwana yuko tayari. Yuko tayari Bwana, yuko tayari. Jehova yuko tayari. Waandae moyo wako, andaa moyo wako, andaa moyo wako, andaa moyo wako. Kuna vitu nataka viondoke kwetu. Kuna vitu kabla tujaenda kupata kile tunachotaka, lakini nataka tuviambie viondoke. Kuna mtu hajaelewa hapa. Nasema kuna vitu ambavyo unavyo, unatabika navyo, nalia navyo. My Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord. Kuna vitu ambavyo natamani viondoke, na mimi nataka tuviambie viondoke. Vitatuzuilia kupokea, vitatuzuilia kupata kila ambacho tunakihitaji toka kwa Mungu. Vinatuzuilia, vinatuzuilia. Nataka viondoke, alafu ile nguvu ya Bwana ishuke. Unaelewa anachozungumza? Unaelewa anachozungumza? Unaelewa anachozungumza? Nataka viondoke, nataka viondoke, nataka viondoke kabisa. Nasikia hasira ndani yangu, nasikia hasira. Mimi si mtu wa kawaida, na mimi najua wewe si mtu wa kawaida. Sema kuna namna tu fulani unavyojifikiria. Kuna kitu kiko ndani yako, kuna kitu kiko ndani yako, kuna kitu nasikia, kuna kitu kiko ndani yako. Sema tu hujatamka. Biblia inazungumza kwenye Isaya 49 ule mstari wa kwanza na wa pili. Isaya anaamua kujitangazia yeye mwenyewe, anasema maneno ya kinywa changu yamekuwa makali kama upanga. Na mimi najua maneno ya kinywa chako ni makali kama upanga, ni makali kama upanga. Na mimi naamini utakapotamka tu, sio kuomba, kukomandi. Utakapotamka vitaondoka kabisa, vitaondoka. Uwepo wa Bwana utashuka ndani yako.
alafu uwepo wa Bwana utashuka ndani yako, alafu uwepo wa Bwana utashuka ndani yako. Hata majina mapepo yataachia, hata vilinge vyao, hata vibuyu vyao, hata magonjwa yao yote, komandi yaondoke. Ninaamini Bwana yuko hapa, ninaamini Bwana. Hakuna kitu cha kuomba kama vile utafikiri simekuwa. Nikisema amuru ni kuamuru, nikisema komandi viondoke, nikiambia komandi, kama viko kwenye mifugo yako komandi, kama viko shambani komandi, kama viko kwenye biashara komandi, kama viko kwenye elimu komandi, kama viko kwenye uchumi komandi, kama viko kwenye kitu chochote kile kwa watoto wako, komandi kiondoke, ili uwepo wa Bwana utembee hapo, ili uwepo wa Bwana utembee hapo. Komandi kwenye ndoa yako, kuna makahaba yameingilia ndoa yako, ninakwambia hayo ya makahaba komandi. Kuna vitu vyote vimeingia, nikisema komandi ni komandi. My Lord, my Lord, my Lord, my Lord, kuna kitu ndani yako nacho ujaelewa ninachosema. Iko nguvu ndani yako, 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 iko nguvu ndani yako.